mpaka na speak. Tuwezi kuwa nchi ambayo inalipa tu mishahara. Lazima tuwe na production. Na pia makosa itakuwa kubwa kama rais wa Kenya ataenda kuomba pesa nje ili alipe mishahara hapa. So wage bill yetu ina balloon, inaenda juu. Na hiyo ni mentality ya nchi yetu kwamba people just believe kitu ya maana ni mtu kusoma apate kazi. Ninasema wazazi, let us create employment for our children. Jana peke yake nikipita nikaona population ya Masinde Muliro ambayo sijawahi iona dunia hii. Population ya hali ya juu sana. Where will those jobs come from? Kwa sababu tukisema civil service is the only option we have kama kitega uchumi. Pesa itatoka wapi ya kusustain hii wage bill? Kwa hivyo wage bill iko juu na some of these places, parastatals, wherever and wherever, wafikiria how to harmonize and put functions together so that they can reduce. We cannot be a nation that is just paying salaries without production. Hajui. Hiyo ndio tuliobject. Tukasema kama unataka hata kuchukua kitu fulani, do it at the source so that huyu asiumizwe na mambo ya e-teams. Kwa hivyo tunashukuru KRA, tunashukuru president wetu na washikadau wote na viongozi wote, members of parliament kutoka hii region yetu ya Miwa, pia hata na governor wetu hapa tulishikana na Speaker of the National Assembly, na sasa wakulima wako na afueni. But again is an eye opener kwamba understand watu wanasema hii kitu as it is, alafu baadaye inaanza kusumbua raia. Going to the future, lazima parliament tuwe a house of reason whereby we can reason both on the majority and minority, tukiweka mambo ya Wakenya hapa kwa meza kusema hata kama nataka kupitisha hii ni sawa, but hii tunaona kuna makosa hii, and I think that is where parliament failed. Anasema sana na mweroreri witũ tũgũkorwo tũkĩoya kamwe kĩkangi ga